Ninataka kuongea mambo mawili about investment. Because born again, being born again, sio kumaanisha hauhitaji mambo yanayofanyika katika ulimwengu. Because the problem with us as Christians ni kufikiria tunaokoka leo, tukufe kesho, tupewe ufalme wa mbinguni. Kama hautawekeza, hata ukiwa Mkristo, hata Yesu akue alikukufia vizuri namna gani, utakuwa maskini. Wakristo hatuna hiyo hali ya kutaka kusikiza financial advice ama business ideas from other people kwa sababu tumeokoka. Ambia mwenzako tutila kwa ruhusu. Bwana Yesu asifiwe sana. The Bible says, the Lord said, overcome till Kai. Bwana mnyini wa kanisa wale. Yesu alisema overcome till I come. Kaeni huko mpaka nikuje. Kwa hivyo kabla hajakuja, you should occupy this world. Na kupata shamba na kuombea katika jina la Yesu ni hali yako. Wale hawajanunua mashamba, pokeeni neema kuanzia leo ya kununua mashamba katika jina la Yesu. Kwa sababu kama mtu, you should occupy until he comes. Pastor, I'm occupying. Si nimekomboa nyumba. Someone else is occupying. You are occupying where it is already been occupied. Occupying ni kuishi kwako. Na kuanzia leo katika maombi yako, anza kuitisha Mungu pesa na makao. Watu wengine wakienda kwa magoti, saa zote ni kutubu. Saa zote ni kuvunja laana na hata zingine hujalaaniwa wewe. Praise the name of the Lord. Kila siku I break, I bind. Wachana sasa na maombi mengine. Anza kuambia Mungu, it is my time of life changing. Sasa nibadilishie maisha. Sasa sisi tumekaa katika maombi ya kusikata na kubind na by fire by might kuwa maadui na wengine hata hawana adui. Lakini sasa wewe unafanya tu vile unasikia watu wakisema. Unafikiria maombi ya kusikata. When someone else is scattering and binding, what are you binding ukiulizwa? Nikiulizia akisikata na akibind na akireturn the arrows to the sender, ukafikiria hiyo maombi ndio powerful. Wacha ujinga itisha broti. Praise the name of the Lord. Wakati unafaa kuwa unaambia Mungu, it is my time to occupy. Hiyo ndio time wa magoti. I scatter, I bind, I kill, I destroy by fire, by might. I win. Praise the name of the Lord. You only scatter when you know there is an enemy. You only kill by fire when you know that there is something to be killed. You bind when you know that there is a plot or a plan to kill or destroy you. That is the time you bind. There is time for asking. The Bible says, ask and it shall be given. Kwa hivyo Yesu anaelewa. Kuna wakati wa kuitisha. Ndio unaona watu wengine wanatembea na marafiki, all of a sudden marafiki wanaondoka klasi yako. Unabaki pale. Kwanza mimi niliambia watu, wacha kusifu shida hapa. Na tunakuja kuniambia, mimi Reverend, nataka tuombee kiatika wetu. Nimeishi kwa ploti yao miaka 20 na hawajawahi kunitolea vitu nje. Ukifanya nini kwa ploti ya wenyewe 20 years? What are you doing kwa ploti ya wenyewe 20 years? You are a subject of poverty. Kwene, miaka 20. Hata take kwa neno na Thanksgiving. Yako wako helio ploti yenu. Ufati kuigato kwa ines. It is our time to position our faith so that we occupy until he comes. Wakristo sio watu wa kusindikizwa kwa mambo. Nyumba za wenyewe zikifunguliwa huko hapo. Kirato kia amaiko nekere kwa hesa. Maharusi zikifanywa, wewe unaenda na hauolewi, wewe ni hema. Ukiingia mahali, the temperatures and the cloud that is moving around there, kama leo hapa kuna roho ya investing. Toka hapa kama umetapa anointing ya kuinvest. Praise the name of the Lord. Ukienda mo ikimene doikaga na weha. Urugamire mo iki 90.
na nginya kuhikire ndocoko kagirwo wewe hema. Hema ndio yatabatie kuhika. Unakuja unasikiza mambo ya investment, lakini hauna breakthrough ya kuinvest. If Jesus said that we should occupy until he comes, lazima upate mahali pako pa kuoccupyia. Sio third floor kwa plot ya wenyewe. Halafu unaniambia kanisani, wewe na familia yako mko na Thanksgiving. Mmekaa kwa wenyewe miaka 20 na mjawahi fukuzwa kwa plot, hama kutolewa vitu nje. Sio kwa sababu hataki kukurushia vitu nje, anataka uwe mtumwa wa kukomboa mpaka ufariki. Praise the name of the Lord. Na ni wakati sasa wa kuambia Mungu nyumirelia hadu hali. Kwa sababu mindset ya mwanadamu huset mambo yake vile mahali anaishi panatoshana. Huwezi nunua kitanda kingine kama uko na 1 bedroom. But ukihamia 2 bedroom, akili yako inakwambiaga outright nunua kitanda kingine. Wakati uko kwa plot yako, akili yako sasa inakwambiaga ni wakati wa kuweka kuku, ni wakati wa kufuga mbwa, ni wakati wa kufuga ng'ombe. So you start to expand. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo ni kumaanisha when we become blessed, we start expanding. Lakini wewe uko tu mahali pamoja hivi. Praise the name of the Lord. Wewe ni Mkristo, kiambiwa you invest, nunua shamba. Reverend, nashukuru Mungu kwa sababu tumebakisha miaka kidogo tarumbeta ifurishwe. Umempea afurishe. Nagojea tarumbeta aifurishe twende mbinguni. Anakuambia atafurisha kesho. That is why you see people are still in poverty na wameokoka. Mimi niliambia Mungu wangu, unibariki niwe kielelezo cha baraka, watu wakupende. Sio kukaa hapa ukisema ninajua mbinguni nimeandaliwa makao. Si ndio mpaka wale watu wanono mnasema hapa ati mbinguni kuna mwili? Ati utafanya mazoezi juu mbinguni kuna mwili? Utakufa na mafuta hapa. Na tukuzike ukikufa hapa na mafuta yako hapa. Ukisema mbinguni kuna mwili mpya, umeambiwa na nani imewekwa? Why? Biblia inasema huku ni mambo haijawahi onwa, kufikiriwa ama kuwazwa na mawazo ya So inaweza kuwa mzuri ama ikuwe zaidi nyingine, kwa sababu haijawahi fikiriwa ama kuonwa. Kwa hivyo mahali umewekwa, ishi hapa vizuri kwanza. Ati Biblia inaniambia huko mbinguni nimewekewa nyumba ya dhahabu. Wewe ati tutapita kwa barabara za wewe. Mahali huko ishi kwanza vizuri. The Bible says that you will enjoy the fullest of life in the land of the living. Hapa penye unaishi. Praise the name of the Lord. Na watu wengine hapa si ati hawana pesa, lakini wanaweka pesa vizuri, wanasahau pesa ndio inafaa kuwaweka. Ukorana mundu na milioni fake. Na no ume ofisi tao ni maguru. Akali yepo ndagitheri. Hata wengine wafanyagi hesabu, unapanda pikipiki ya 100, unaenda kukula githeri ya 80. Ati ndio usave, umeharibu 180. 180 hii town kuna mahali unazaingia ukule ka chips na kanyama. Kakuota. Watu wengine hata familia zao hawataka kuonyeshana, kwa sababu wamewaweka katika shida ambayo ukiwaona na uwalinganishe na ile mapato wanapata atahaibika. Wewe ungeona roho onike kama dai. Kina bagikinyete haha na shati ya Kenya Power na yale ama dai ya heto hado hana kilo likeinaga. Na kofia ya Safaricom. Mwana ucio mwili wothe ndio cia kuhe. Lakini baba yake anatengeneza pesa. Kama Mkristo, kuishi kwako vyema ni ishara ya kwamba baraka za Mungu zipo. Ndio unaona watu wengine hawataki stories zetu, sababu anakuangalia na anaangalia vile una attend kanisa na vile wewe hutoa ushuhuda. Alafu akiangalia shida, kwanza unatoa ushuhuda alafu unakopa. Bwana asifiwe ndugu. Nashukuru Mungu asubuhi ya leo ameniokoa. Amenitenda mema, huyu Mungu ni mwaminifu. Ni Mungu wa baraka. Ametembea na mimi nimeona uaminifu wake. Nilikuwa naota wakati mwingine, katika ndoto nikaonyeshwa kupanuka kukuu ndani ya moyo wangu.
Mungu amenifanya vizuri kwenda huko pele meli. Nikilie mama kama ilaki hara gusokeni. Na umeanza na if God is faithful in your life, kuna mambo yanafaa kuanza kuonekana. Mimi sitachukua hiyo shamba vile anasema tulipe pole wewe. Na nikikosa kulipa, si hizo zingine zitapotelea. Kwani nafikiria hawa hawana akili ya kujua mtu ukosa? Praise the name of the Lord. Mahali mimi naishi Nairobi, niliuziwa na mshirika wa JCM 5 years ago or 6 years ago. Na ile pesa alinitajia, niliona hata huyu mtu ako na imani sana na mimi. Na nikiangalia mshahara yangu, lakini pesa yenye nimetajiwa na mshirika huyu, nikaona huyu mtu analitambua sana huyu. Juu niko kwa redio anafikiria sisi ulipo mamilioni huyu. Lakini kwa imani nilichokuwa nacho nikampatia. Tukaenda kwa safari na yeye pole pole. Juu mimi nilikuwa na imani, sitaki kwenda mbali. Nataka kuishi pale. Pole tu. Mpaka mara ya mwisho akaniambia, unajua umebakisha payment kidogo sana. Nikamuuliza bwana nimebakisha ngapi? Na mimi nikilipa nilikuwa naandika mahali. Yeye kako hiyo. Hata mimi kwenda kwa kitabu nikaona haya. Kwa hivyo hata nikumaliza namaliza kulipa. Like 4 million nililipa kama sikujua. Praise the name of the Lord. Sasa nyinyi wengine tuko na imani katika Mungu, lakini hatuna imani na vile vitu anapatiana. Why should you have faith in someone and you don't have faith in what they offer? Niko na imani ndani ya Mungu ya kwamba siku moja nitaishi kwangu. Umechukua hatua gani? Hakuna siku utaenda kwa magoti uamke ukute uko kwa nyumba ya ghorofa ndani. Mungu fanye jambo. Rema kotariba ko. Alafu sikia watoto wako wanacheza upstairs. Man. Hakuna. Ni mpaka uchukue hatua ya imani. Biblia inasema imani bila matendo hiyo imekufa. Hata utembee kanisani kuanzia kona hii mpaka kona hii. Kona hii mpaka kona hii. Kama hujachukua imani. Na mimi nilijua imani ni ya maana juu imani ya kwanza nilichukua nikiwa Nakuru. Mimi nilichukua pikipiki na loan hapa wakati zilikuja hivyo tu pikipiki. Nikabeba hapa town pole nikaanza kulipa nikaweka baisikeli chini. Praise the name of the Lord. Wale wengine tulikuwa nao kanisani, tulikuwa tunasoma na akina George. Wanasikia pikipiki yangu wanasema, Mungu wangu ni mkuu sana. Hawajui ni mimi nimechukua hatua ya imani. Tenire kweli. Kila kitu najua ni kwamba sina mali, lakini Mungu atatenda jambo. Uletewe na nani? Nuta hito oneo. Gari hainunuliwi kwa maombi. Kununua ni pesa. Siwenda hapa showroom uanze kuomba huko ukiguzana magari. Baba katika jina la Yesu. Mercedes S-Class Jesus. Hii ndio kaiwa yao na soja. Toka tufunge nani. Kuitisha ndio maombi. Kununua ni pesa. Imani iwe na matendo. Praise the name of the Lord. Enda ingenious waambie mimi niko na 1,100 na nataka plot ya 400 wakwambie tutakupea mwaka. Waambie nipeeni mwaka na miezi ngapi? 2. Ujipime. Uanze kulipa kidogo. And it is very funny vile Wakristo huishi. Mkristo anaweza tumia 50,000 na mwili wake, lakini aseme hawezi kulipa loan. Kama saa hii already umefanya budget ya manguo ya Christmas na ni siku, si ufanyie investment ya maisha yako hesabu. Kuna mtu hapo hapa na nikukodisha anakodisha na atanunua nguo na budget yake itasimamia 1,100 na anasikia engineers wako na plot ya 1,100. Sikukuu ikiisha kwa maombi tena. Mungu kumbuka vile nimeteseka. Baba niangalie unihamishie kwangu. Na kwako uliweka tumbo. Kwako uliweka kwa tumbo. Sasa unaishi kwa wenyewe 1,100 ilienda, alafu mtoto wako anapita na nguo 5,000. Kwa baki kwako nibe.
Juu ya siku. Mimi kwanza I'm the only person mwenye afanyagi Christmas hesabu. Mimi hata nakuaga kazi. Mimi Christmas zote nakuaga kazi. Siku moja siwezi kubali inisumbue. Nifanye kazi mwaka mzima, alafu siku moja inisumbue. Christmas ni ya watoto. Nunua chapati wakule, hao ndio wanapenda chapati. Si wewe uko na uwezo wa kuingia hoteli ununue chapati na soda na ukule. Wacha watoto thigokone Asia na huko wito Gisagi. Gisagi thigoko ile moyo. Huko ndio watu huwa wanafurahi akitoa harufu ile pumzi ya koko. Yeye ndio hapo huko ndio wanajua sikukuu ni kusema nini. Na kunyorosha nyumba na mavi ya ng'ombe na inaandikwa welcome. Na kuvulisha baluni na zinawekwa na majani ya bougainvillea. Huko sikukuu ndio iko. Lakini wewe unataka ushughulike na sikukuu. Hapo haribu 1,100. Tena Januari turudi chini kwa magoti. Mambo ingine hata ukiwa umeokoka inahitaji hesabu. Si mmesema hapa kulikuwa na mwalimu wa math. Kuna hitajika hesabu. Na unasikia vile maandiko yanasema, kinaye kusoma kwa Kiswahili. Unasikia Biblia inakwambia vizuri sana. Na hii Biblia ndio unaamini, lakini utakaye kusoma mahali unakatwa. Wewe unapenda mahali tu utainuka. Hata nipitapo katika nyoka hazitaniumiza. Katika moto sitagalikishwa. Katika maji hayatanizomba. Unapenda huko. Lakini kwenye unaambiwa hauna akili hutaki. Wakristo hawataki mahali wanaambiwa hawana. Kwanza mahali unaambiwa utakuwa maskini unarukaka kama jeru. Jeru haita watu. Hapo mnapita haraka sana. Mnatakana mahali mnaambiwa nitakufunikia barabara. Nitateremsha milima kwa sababu yako. Mnatakanga hapo. Watakapochoka watakimbia na mabawa kama tai. Mnatakanga hapo. Lakini mahali Biblia inakwambia wewe hujipangi. Hautaki. Unasikia kama huyu anakuingilia. Hata kwa roho yako unasikianga huyu mwandishi akiandika Biblia ni kama alinidharau. Alikujua wewe kwanza. Soma Mithali 21 mstari wa 5. Biblia inasema, mawazo ya mwenye bidii huelekea utajiri tu. Mawazo ya mtu mwenye bidii. Mawazo ya mtu mwenye haukuambiwa mawazo ya mtu tajiri. Hapana, tushike hapa vizuri. Haujaambiwa mawazo ya mtu tajiri. Umeambiwa mawazo ya mtu mwenye bidii. Wale tunajuana hapa akina Alex. Alex alikuwa ananunuziaga longi. And I can tell you why these people are blessed. Because they are hardworking. Mimi nimewaona all through. Hapa Nakuru. Mimi nilianza hiyo kazi ya bodaboda kuendesha baiskeli. And I was a very clean man. Bike yangu hapa nyuma ilikuwa imeandikwa pastor. Mimi jina pastor sijaitwa sana. Nilianza kuitwa kitambo na hata sikuwa pastor. Juu baiskeli yangu na hapa nyuma ilikuwa imeandika pastor. Na pikipiki nikaandika Zoe hapa nyuma. Zoe ni Kigiriki, ni kusema the God kind of life. Hapa nyuma na nikaweka tututa na tumuziki. Na akienda kufungua mkebe ananiona hapo. Na alikuwa ananitia moyo sana. And especially wakati mama yangu aligonjeka. Alikuwa anajua hata ananiuliza leo, walikuwa wananiita Mashangi. Kila mtu akijipaka hapa alikuwa anaitwa. So akaniambia leo hujachangamka. Unajua alikuwa anaelewa nikitoka hapo. Kabarabara atanisikia nikiwa huko. Juu ndio tununulie CD tulikuwa tunapiga kelele sana. So alikuwa anaona leo nimekuja nimekaa nimeinama. Ananiuliza leo umefinyika sana. Namwambia unajua kesho mama anafaa kwenda Kijabe na sina 3,000. Tunakaa hapo anauza matindo zake hapo na majembe. Saa 8 ikifika ndio huyo mimi natokelezea hapo Taskis. Nashika CJ Patel nyuma hapo ndio Alex alikuwa anauzia longi pale mbele. Wakiwa na huyu. Alikuwa anauza nguo siku hiyo. Ninapita hapo kwao. Tunakula tu story. Uchokozi mtu. Kwanza watu walikuwa wananipenda hapa sana Nakuru juu tulikuwa na comedian wengine very arrogant. Lakini mimi nilikuwa najipanga tu pole pole. Jioni naenda kwa Haris, najipanguza vizuri, nachukua kabaiskeli kangu. Paka kwetu mzee wa nyama. Nakuta mama hapo akiwa mgonjwa. Ninamwambia mama, wacha kukulia. Ninajipanga.
lazima tutaenda hospitali kesho. Praise the name of the Lord. Nikienda kuangalia mfuko wangu juu tulikuwa tunahesabu. Ukiuzua CD tulikuwa tumenunua hiyo nguo ya juu. Ya juu ndio ilikuwa ya kazi, ya ndani ni safi. Ni kuweka tu. Nikienda na mwagilia hizo mamia kwa meza. Tukihesabu tunaona tuko na 4,000. Hizo ni CD 40. Unafikiria kuzungumzia watu 40 wakunulie CD siku hiyo, na unaangalia mmoja unaona huyu ni wa Joro. Kwanza pale kwa Joro line hapo kwa magari za Joro, watu wa Joro Mungu awabariki, mumsaidia sana. Unaangalia unaona huyu nilimuuzia jana. Lakini juu uko na shida ile tu ulimuuzia jana unamuuzia tena. Na akikupigia kasimu kako hapo, jioni anakuambia, "We, nimepata ile niko nayo kwa nyumba ni kama hiyo." Namwambia ni mtu aliweka vibaya kwa makaratasi. Lakini kuja mahali fulani nitakubadilishia. Ile ofisi ninamwambia akienda hapo anakuta ni chemist. Lakini katika mawazo yangu nilikuwa ninajua mimi ni mtu mwenye bidii. Praise the name of Jesus. Sunday ninaoga mapema, ninakimbia kanisani. Na ninaambia Mungu, kumbuka, si ati ni kwamba sio bidii sina. Na ndirutanirie mno. Na niliuza hapa miaka 3. Mpaka kameme wakakuja hapa. Nikamwambia wale tulikuwa na wao, mimi nitaingia zile kujaribu. Nikavaa vizuri matambara zangu na nikaingia kurste. Nikangojea watu waitwe, niko tu hapo. Naona hizo auditions vile watoto wanaletwa na magari na wazazi wao. Sasa ninaona sasa naingia hadi kushindana na watu wanaletwa na magari. Si baba zao watahongana. Acha nikwambie, wakati niliingia hiyo hall, nikaona judges wote wamecheka. Nikajua hapa mawazo ya mtu mwenye bidii. Mawazo ya mtu mwenye bidii ameanza kufanya kazi. Kwanza nikasikia wamesema, "Yule atakuja namba 1. Tutampea 1,100 na tumpee kazi." Mimi hata siku naona kazi. Pesa. Akili zangu zilikuwa kwa 1,100. Tukapewa code. Nikaambiwa na watu wanakuni, wewe ndio utashinda hii. Wewe utashinda hii. Nikaanza kuzunguka kila kwa duka. Nilikuwa sasa naambia watu msinunue CD. Shika hii karatasi. Vote for me. Unaweka K1. Unatuma kwa hiyo code ilikuwa hapo. Watu wanakuwa kaanza kunirushia. Tu wananijua na wanajua mtu mwenye bidii. Hata kuna wakati stage watu walikuwa wanaboeka na pigiwa simu. Kuja kwa stage. Kwa nini? Magari hazijajaa na tumeboeka. Nakusanya makodakta hapo. Alafu nilikuwa na kimkebe. Nilikuwa nakwambia as long as umecheka. Sio lazima ununue CD, weka 20 wapi? Si umecheka. Nikarusha hivi. Nikarusha, tukaanza kuchujwa. Tukichujwa nasikia nimerudi tena hii siku nyingine bado niko. Nikaenda nikasikia nimebaki top 4. Juu namba 1 alikuwa anatoa 100, namba 2 50, namba 3 30,000, namba 4 15. Ndio amenikadebia hii. Kati ya hao watu wote niko kwa pesa. Mimi sikuwa na haja na kazi. Nilikuwa najua niko na 50 hata kana iko. Sijui ikafika siku ya kutangazwa furaha. Wakati tulikuja kutangazwa furaha, tumesimama pale mimi na matambara zangu. Na bado CD ziko hapa. Tunatangazwa msingi na bado nauza. Not ready asia ya moyo. Nikuwa tunainuka hata na CD na tena nayo ha. Praise the name of Jesus. Wakati tulikuja kutangazwa furaha, kukatangazwa namba 4. Sio jina langu. Nikajua ni daruba late yenyewe. 15 ni dehera, ndio late yenyewe. Tukatangazwa namba 3, nikasikia jina langu halijatajwa. Nikajua ndio ile kana igana. Nitamenya igana dikweo, tondu ndana rakatwasi ndana nake. Adomo kaginya kumurena ngari. Na niĩ ndĩwika ona andũ aitũ matiramenya thiĩte. Ndarekagĩrĩria o ũguo ta ng'ombe cia Maathai bata ndĩcokie. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninakwambia kwa neema ya Mungu nikatangazwa namba 1. Mimi for the first time musafara ya kwanza nilifanywa hii town. Watu wa Moroi 2NK wakatoa gari zao. Kuna matatu inakuwa na sunroof. So ni kutolewa kwa dirisha kama mzigo.
nikazungushwa hii town. Upendo wa kwanza niliufeel kwa hii town. Na mimi najua hii town watu wananipenda sana. Mimi najua. Upendo wa kwanza nilionyeshwa na watu wa matatu. Mimi akili zangu hata hazikuwa zinaangalia kazi. Nilikuwa naangalia ile 1,100 ndio niweze kupeleka mama akatibiwe. Praise the name of Jesus. Nikapigiwa simu sasa, nikaambiwa sasa, unajua namna gani utakujia 1,100 zako siku fulani na ukuje ukijitayarisha kwa sababu sasa utaingia kazi. Mimi nikatoka na tunguo twangu hapa anakuja. Nikaenda pole. Sasa unajua zamani tulikuwa tunaenda kuuza CD na papasi. Tunazunguka tunarudi. Sasa nikaambia mzazi, sasa nimeenda Nairobi. Na nikikaa vizuri nitakukujia. Praise the name of the Lord. Na nilikujia mama yangu, tulikaa naye miaka 3. Wangu kanyumba kakukomboa. Na wakati mama yangu alifariki, aliacha kama ameniambia utajenga nyumba kubwa sana. Wangu hata ile picha kubwa nimeweka kwa nyumba ni ya mama yangu. Sababu ninaishi maono ya huyo mama. Ni kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu ya mawazo ya mtu mwenye bidii. Biblia haijasema mtu mwenye pesa. Haijasema mtu mwenye ameajiriwa kazi nzuri. Biblia imesema mawazo, hebu malizia hapo. Mawazo ya mtu mwenye bidii. Mawazo, hebu sikiliza. Mawazo ya mtu mwenye bidii. I want from today we change. From thinking about money, kwanza tuweke nguvu zetu katika maono yetu. Maono ya mtu mwenye bidii atafanya nini, Pastor Ngina? Mawazo ya wenye bidii huelekea utajiri tu. Hebu sikiliza. Mawazo ya watu wenye bidii huwaelekeza katika utajiri tu. So sometimes wacha kinyongo na wivu ukiona watu wamebarikiwa. Watu wengine ni bidii walitia. Watu wengine ni mawazo ya bidii walitia ikawatokelezea katika utajiri. Kutajirika sio shetani. Praise the name of the Lord. Na mimi nawaombea Mungu awabariki sana. Muwe nyinyi ndio mtaendesha magari mazuri. Muwe nyinyi ndio mtaishi katika nyumba nzuri. Tajirikeni mpaka watu wafikirie mko na nyoka kwa nyumba. Unajua mtu akitajirika watu wanasema kuna nyoka. Wa Christian, especially wa Africa. Africans hawaamini baraka, lakini wanaamini Mungu mwenye baraka. Wakristiano hata kanisani, mama mwenzao tu Mungu akimsaidia atajirike, wao wenyewe ndio wanakuwa wa kwanza kuuliza maswali. Hapo kuna kitu ameendea mahali. Hawezi tajirika hivyo. Tulikuwa na yeye hapa juzi. Kwani kuwa na wewe hapo juzi walikuwa na Mungu wako? Hata hawezi tajirika hivyo haraka aje? Hapana. Kuna kitu ameendea mahali. Wakristo wanaamini katika Mungu wa baraka, lakini hawaamini katika baraka zake. Mawazo ya mtu mwenye bidii yatampeleka katika utajiri. Bali kila mwenye pupa huelekea uhitaji. Lakini mtu mwenye kiburi, mtu mwenye vita na wivu, yeye huelekezwa katika kuhitaji. Praise the name of the Lord. We have to work. Ukiambiwa na genius kuja tukuuzie ploti, wacha kuanza story mingi. Kama uwezi wachana naye, lakini usiharibie jina. Sio maana ya dhuruki hapa na meli hizo vyasietekia. Naona leo tarasietekia o kaigo na ile masietekilie makeneo taiti. Wewe hauamini. Sasa ona leo wanapeana title deeds 300. Na labda hata mtu mmoja hapo hapa mwenye alisema mimi siwaamini. 50,000 utoe wapi shamba? Bali wewe unajua wamenunua aje? Si ni hao wanakuuzia. Wakikwambia ni 1,100 siwaamini na ununue. Kama ni halali na umefanya research ya kujua ni halali. Praise the name of the Lord. Mawazo ya mtu mwenye bidii yatampeleka katika utajiri. Sio mawazo ya mtu mwenye pesa. Sio mawazo ya mtu ambaye amesoma. Ni mawazo ya mtu mwenye bidii yatamtokelezea katika utajiri. And let me tell you, there is no way as Christians tunafaa kusema. Mimi niliona pastor mwingine hapo anahubiri prosperity gospel. Anahubiri prosperity, na wewe hutaki kuprosper, lakini unaamini ndani ya yule Mungu hufanya watu wa. Let us appreciate Bishop Ben. Tumpigie makofi mazuri.
And our Reverend Patricia, tupigie makofi mengine mazuri. Thank you so much, Bishop. Karibu sana. Praise the name of Jesus. Amen. Nataka ngenao tufungulie Mithali 6. Mstari wa 6 mpaka wa 8. Mithali 6 mstari wa 6 mpaka 8. Praise the name of the Lord. Mithali 6. Mithali 6 mstari wa 6 unasema. Ewe mwivu. Hebu sikiliza. Ewe mvivu. You lazy person. Mwendee chungu. Zitafakari njia zake ukapate hekima. Anza kutafakari njia zake upate hekima. Sasa najua Wakikuyu mmehanga. Umesikia wewe mwivu na mwendee chungu. Mkaanza kusema na iba hali. Biblia alekiro na mundu wa mobana. Na ngikubira batiriri, weki utagiki. Takwiriria haria tigiricire. Wone kana heka undu ungithoma. Praise the name of the Lord. Inasema nini? Mstari wa 7. Kwa maana yeye hana akida. Tondu wewe hana mahali anawekeza. Yeye hana mahali anaweka. Wala msimamizi. Hana mtu wa kusimamia yeye. Wala mkuu. Na kwao hakuna mtu ambaye mnasema tunangojea ule atoe amri. They work on their own. They are busy. Na kuanzia leo, everybody who is in this tent must become a busy person. If you want to become rich and invest well, become a busy person. And never waste a single of your second. Mimi hata Jaka najua, alikuja Nairobi na mwambia hatutaonana. Niko busy. Sababu sitakangi dakika yangu hata moja ipotee kama sioni manufaa yake. Na mimi huwezi nitokelezea hivyo ukuja tipa. Hata Bishop unipigia simu. Mtu wa Mungu kesho nakuja tutaonana. Namwambia acha niangalie shetu yangu halafu katikati tupatane saa fulani. Because I'm not an idle person. Na wale watu ambao wako idle wanatakanga muajoin ndio mkule story. Mundu idle agweka na muno mwikarebe. Ona gwete hakuira ni uke hako. Mulie story. Weha. Ya, toka. Toka lino ngoro uka. Praise the name of Jesus. I am always a busy person because the Bible says, wewe enda utembelee chungu. Uone hawana msimamizi. Lakini hakuna siku utapata moja tuite aje na Kiswahili sigilili ningeza mwenyite. Hakuna siku utapata hata moja kama imejisika hivi. Neke digilili toko ya muli. Hautawahi pata hata moja imesimama. People who are always busy will one day become rich. Chunguza uone. Wale watu wanakuwa busy utajirika. Baba mnasemaga gai. Ori wale Yesu basi aitsoda. Ini akire busy. Utakire pesa awera modo na pesa awera munene. Sio nande? Pesa ati gai. Ini mudu ucio ma arenda ya kibanda ha. Ini alifadara. Kama unaamini serikali inayokuambia uchukue 500 kwake ya hasla fund. Alafu ati ukilipa unaenda 1000. Wewe unaamini mwanadamu lakini Mungu anayesema haumwamini. Lakini unaamini katika baraka. Hauamini katika baraka za Mungu lakini unaamini serikali. Na serikali hapo uijaye kama Mungu anakuambia ukichukua 500 ulipe. Unaingia kiwango cha kupata 1000. Ndio ungetekia Mungu. Ukamwetekia hiyo noko niwe. Oyo niwe. Ole mwe mukaja tugokira tene. Ni tondu wa gwetekia kiraniro werirwo ni mundu. But when the Lord is saying, wina ngaja no ria Ngai uri. I wonder how Christians are behaving nowadays. Yeah, you can believe a human being, but you doubt God.
Mungu anasema mawazo ya mtu mwenye bidii yatampeleka katika utajiri. Wewe una doubt, lakini ya mwanadamu unasikiza. Ndio unaonaga, when you believe in God you will never be disappointed, but when you believe in human you will be totally disappointed. Ndio unaona sasa kila mtu saa hii, kila mtu sisi ni ukweli tulitokea mapema na tukachagua hii serikali, lakini hatukuwa tunatarajia hivi. What did you expect when you believe in human? Saa hizi kila mtu unamuuliza, si wewe ulipigia hii serikali kura? Lakini si kutarajia hivi. Ulitarajia nini? Na ndio maana maandiko yanasema atumaniaye mwanadamu atatiwa katika aibu. Praise the name of the Lord. Kutoka tuchague mbunge wetu, hatujawahi muona mbunge wetu, hatujawahi muona, hata kupita hapa hajawahi pita. Wewe ushaisikia wimbo ukiibwa, nimeuona mkono wa Kikali? Ni mkono wa nani huonwa? Wewe mwenyewe unajua siri, lakini hutaki kuifuata. Tafuta kuonana na ambaye mkono wake huonwa. Praise the name of the Lord. Tafuta kujuana na anayekwambilia hizi ahadi zote, maana ahadi za Mungu hutimia, za mwanadamu hukuacha hanging. Sasa mpaka sasa hivi umeanza kutengeneza kisasi kwa kichwa. Wacha ifike 2027. Tutamtoa saa 12. Na mtatoa huyo tena mweke mbaya zaidi. Hiyo ndio cycle ya mwanadamu. But there is nobody who will ever unseat God. Hakuna mtu nishaisikia akisema ninaamuka mapema sana kuondoa Mungu katika kiti chake za enzi. Sijawahi sikia. Ama campaign. Ati tunafanya campaign na mandege huku ya nini? Tuchukue kiti cha Mungu. Praise the name of the Lord. Pastor Gina malizia hapa. Maliza hiyo ingine ndio tupeana title deeds. Mstari wa 8. Lakini hujiwekea akiba ya. Lakini wao hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua. Wakati wa jua wao huwa na chakula. Praise the name of Jesus. Hakuna mtu anawa control. Hakuna hata mkubwa kwao. Ukienda mahali wanapita, unaona kila kasigilili kamebeba kaugali, kengine kakona kamchele, kengine kakona kanyazi, kengine kanaenda hivyo. Hakuna idleness katika maisha ya hawa wadudu. What about a human being? Praise the name of the Lord. Wacha nikwambie, ni aibu sana, na mimi ninawaombea Mungu katika jina la Yesu Kristo isiwe hivyo katika maisha yenu. Vitu viwili nimeshawahi kuona katika dunia vikiwa vya aibu. Ni kuona mzazi akizeekea nyumba ya kukomboa. Vitu viwili nimeona vya aibu dunia hii. Ni mzazi kufia nyumba ya kukomboa. Ninaombea watoto wale wako hapa, wazazi wenu wasikufie nyumba za kukomboa. Ati mpaka watoto wakienda sikukuu kwa shosho yao ni ploti ya kukomboa. Kitu kingine cha pili nimeona aibu hii dunia ni kuona mzee walika ya baba yangu kwa stage akiniulizia baile, utambi na shindano. Mtu walika ya baba yangu kwa dirisha ya matatu, unaona mtu hana meno, na ukiangalia miaka yake unaona ni 80. Najua watu hawapendi kuambiwa ukweli. Unaona huyo mtu ako na 80 years. Miaka 80 ulikuwa na wakati wa kujipanga. Praise the name of the Lord. But nowadays people are taking life lightly. Ni vibaya sana tusikie mwalimu kama huyu alikuwa former principal wa Manu High, alafu muone kwa dirisha ya basi anakuuzia utambi, hata hajui tulipatana stima sisi wote. Nowe ndege rutabi. Na bayo inatokali wanaongeora sio geli. Iyo natukiwa mbele, unakuta tu kwa mikono yake stock
ni kitu 150. Ako na bairo 3, shindano 4 na pini 3. Na ako kwa dirisha ya basi. Utanunua hii. Customers. Hata kufuliza haitoki. Anunua hii. Na ako na miaka kama mimi. Isiwe hivyo katika maisha yenu. Nyinyi ambao mmeitwa kwa forum za biashara kama hizi, isiwe hivyo katika maisha. You know, being born again sio kumaanisha ufai kujipanga. Kuwa umeokoka sio kusema hutajipanga. Praise the name of the Lord. Ati mimi nashukuru sababu ninajua ipo siku ambayo Yesu atanikujia, anipeleke mbinguni, anipe makao yangu. Wewe alisema zikimalizika ndio atakuja. Kwa hivyo hajakuja bado, anajenga. Wewe jenga yako, kwa sababu alikwambia occupy till I come. Sasa wewe uko hapa na kucheza na maisha. Maisha haitaki mchezo. And especially to young men and women like me. Kila unapata wekeza. Wewe chimba tu misingi. Weke kokoto. Mimi nilijenga nyumba yangu karibu na miaka 3. Nilikuwa nachimba msingi, naenda MC. Na waongelesha kama hapo kwenye Kigoni anafanya, napanga 50,000, naenda nanunua mchanga na ibacha hapo. Nanunua mawe mengine 3, napandisha kosi 2. Kuna siku nilifikisha nyumba yangu kaanza kuchukua tu shape tu kwa dirisha. Najua hapo ndio mtu anaanza kuamini ameanza kujenga. Ukiona nyumba yako kuna mahali pamebaki padirisha, halafu panasonga hapo, pengine unaona dirisha imewekwa. Hapo ndio nilianza kufikiria sasa nimemaliza kujenga. Sikuwa najua mjengo ni ndani. Na nikafika bahali mpaka nikaiwacha kidogo ikamea nyasi. Lakini bado ninaenda hapo na ninapata matumaini ya kwamba kuna kitu ninafanya. Uzuri wa mjengo, ukiwekelea jiwe, labda mtu aliangushe, haliondoki. You have to begin early. Na hata nini mnatuzia mashamba? Sio ukae engineers na ujipangi. Chukua plot huko, uambie mwenye plot, mwenye kampuni, nipatie kamoja subukia kwa mshahara unaondoa 10,000. Usitoke huko tena tukupate unasubuka. Na wewe ndio ulikuwa unatuuzia mashamba. Ama ukute Elias anatuuzia mashamba na yeye anakomboa. Praise the name of the Lord. Ambia mwenzako mawazo ya mtu mwenye bidii humpeleka katika utajiri. Nitamalizia sasa na hii nilikuwa nimesema nitasomea Elias. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Gina kuna midhali tulikuwa tumesoma hapo mbele. Nataka nimalize naye. Tulikuwa tumesoma hapo mbele. Kuna mstari nataka tusome. Mstari wa 7. Wa 6. Praise the name of the Lord. Proverbs 21 verse 6. Kwa sababu lazima hata tukitafuta utajiri kama wa Kristo, tutafuta utajiri kwa njia ya haki. Amen. Tuko pamoja kule nyuma? Haleluya. Kwani nimewachokora mawazo sana? Mimi napenda kuongea ukweli. Utafuta kubaki mimi kuacha na kuru kitafuta uongo ndani ya ukweli upi? Huo. Nitakwambia ukweli. Kama tunakuwa maskini, ili kuambiana ukweli. Kwa sababu kuna watu wengine hata tukisema ni Mungu ametufikisha hapo, kuna watu wengine pia wakiwa na Mungu walitia bidii na wakatafuta utajiri wao kwa njia halali. Nilikuwa naambia mtu mwingine juzi, nikamwambia ni vigumu sana usikie mtu amesimama hapa akisema utajiri wangu wote nilikuwa na baa. Zunguka tu kaniambia. Ni vigumu sana. Na hata nyinyi mnajua historia za mtu mwenye aliweka baa kwenu. Mlikuwa mnasema hata kabaa ni kama mzee fulani. Huyo mzee ni ngumu sana akwambie hii na hii na hii nilinunua wakati nilikuwa nauza baa. Ni ngumu sana. Ni wachache na ni wale wako na restaurants. Lakini mtu anasema ati niliuza baa, ama usikie watu wakisema owe niliesa na kinyageto. Ni gumu.
Ati mtu asimame kuambia mimi vile mnaona hizi ma estate zote nilinunua wakati nilikuwa nauza busa. Ni vigumu sana. Lakini unasikiaga mtu akisema mimi nilikuwa mwalimu, nikaenda TSC, nikachukua loan. Mwingine anakuambia mimi ni mwanajeshi, nilichukua loan nikiwa kwa jeshi, nikajenga hii nyumba. Hizo vitu utasikia. Mwingine anakuambia mimi nilikuwa nauza soko, nikaanza kununua tuploti pole pole, tuploti pole pole, tuploti pole pole. Alafu ikafika wakati nikaanza kuuza kamoja, nikinunua walikuwa nauza 1,100, lakini wakati wa kuuza alikuwa kamefikisha, si huyu ametuambia huyu. Huyu anasema vizuri sana madini. Ametuambia alinunua ploti 1,800 na alikuwa anafaa kuilipa milioni 1. Wakati alienda kuitisha akaambiwa huyo mtu aliuza milioni 2 na mpaka amekula yake. Kwa hivyo ni kumaanisha huyu kama ni yeye alifuata hiyo plot amaliza kulipa, yeye ndiye angeweka milioni 2 wapi? Mfuko. Because a plot ama mchanga ndio ile tu kitu you appreciate. Usione mtu na gari umheshimu. Na mimi sijui kwa nini watu huuza kazi wana gari na wana post kama wamelina hapo ati this is success guy. Gari sio success, is a mode of transport. Ni kama wale watu huingia kwa mlango ya ndege na anaandika a successful man. Sasa unataka kwenda Amerika miguu? Ndege ni mode of transport. Praise the name of the Lord. Huwezi enda huko miguu. Lakini wakati unaona mwanaume na shamba na jembe kwa shamba yake, huyo ni tajiri. Shamba peke yake ndio ile kitu huenda hivi. Hizi vitu zingine huenda aje? Hata Jackie leo kuuzia baisikeli ni second hand, yes. Sasa akuuzie leo, umrudishie kwake ainunue next week. Sasa hata sijui kama ni third hand ama ni fourth hand. Lakini shamba. And that is why God valued land. Mungu wakati akina Adamu walikuwa hapo, Mungu hakuwa anawapatia magari. Mungu alikuwa anaambia Adam, ulime hapa. Familia yako isaidikie hapa. God valued land. But again, as we look for wealth, let us use genuine ways of acquiring whatever that we want to have. Hebu tusomee hiyo Proverbs 21 verse 6. Elias asikie hapo. Mithali 21 mstari wa 6, maandiko yanasema kupata akiba ya mali kwa ulimi wa uongo ni moshi upeperushwao. Sikia, kupata mali kwa ulimi wa uongo. Kuna watu nilikasi sana wakati nilienda Nairobi. Na ni vizuri kama siku moja nitajua wako wapi hao watu. Mimi nimetoka Nakuru, I'm very green. Na unajua hapa basi ikiingia Nairobi, wanasimamanga hivi wanaona basi ya kutoka pande hii imeingia Nairobi. Unasikia mwa amesema hiyo haiwezi kosa wajinga 5. Kuna ingia ya Kinago. Wanasema hiyo yote imejaa. Kuna ingia ya huko Sopili. Wanasema hiyo mpaka dereva. Hiyo kitu hufika haraka sana. Praise the name of the Lord. Wakati watu wengi wanalia kwa sababu yako, the more hicho kilio hufanya kazi haraka. Kuanzia leo, ili kupata mali kwa njia iliyo sahihi. Kwa sababu utaiba watu wengi sana. Na the more unaiba watu wengi, ndio the more hiyo kasi inakuwa kubwa. Pole pole, pole pole. Hata kuna mtu anaweza kuambia, mimi huwa naona kama ni kilio cha watu kinirudisha chini. Praise the name of the Lord. Kuna mama wa kwetu alikuwa tajiri sana. Na duka yake lilikuwa na sukari. Sasa ulikuwa unaenda kwa dirisha kununua, anakuambia, "Utagoja hapo ninyonyeshe mtoto." Unakaa hapo for 40 minutes. Malize kunyonyesha mtoto. Sasa siku ya leo huyo mama huyu anaenda mbali sana. Miguu kuchoma makaa. Kiburi na ulimi usiokuwa mzuri. Elias, hata hili uze shamba moja mwaka, lakini uuze kitu jeni. Tafuta pesa halali. Fanya kazi kama Jack. Enda piga magoti hapo, uza hiyo grease ukifunga mabaisikeli. Lakini jioni uende nyumbani na pesa halali. Praise the name of the Lord. Sasa watu niliwakasi sana. Kazi vibaya sana. Sababu wameenda na elfu yangu moja.
Na mimi nimetembea, nimezunguka, nimeenda. Praise the name of Jesus. Uko sawa? Uko single? Kibia pale kwa mko jako, umwambie vile unataka, ule ako na miwani. Praise the name of the Lord. Umemaliza hiyo basi? Wacha nisome yote. Kupata akiba ya mali kwa ulimi wa uongo ni moshi upeperushwao. Ni kutafuta mauti. Ni kutafuta mauti. Leo huyu anajua kuna watu Nairobi walikuwa wanauza mashamba, wakauzia watu hewa. Mpaka wa leo hawatokagi kwa nyumba. Hawatokagi kwa nyumba. Wanakaa kwa nyumba kuanzia asubuhi mpaka jioni. Waliuza hewa. Wakatafuta mali inayokaa upepo upeperushwa. Wakajitafutia mauti. That is why ghadhabu ya mwizi ni kifo. Mwizi lazima akufe. Sijawahi ona watu wamepata mwizi wanasema, wewe habari yako? Wewe ni mwizi, ulikuwa unaiba. Kabla tukuue, hebu tuambie, wewe ndio Yesu. Kwa sababu aliambiwa atakuja kama nini? Mtu yoyote akipatikana akiiba ni kuuliwa, huuliwa. Kwa sababu kazi yake ina invite mauti. Lakini yule mtu hufanya biashara halali. Hata akilala, Mungu humpea usingizi wa kutosha. Mungu awabariki sana. May you enjoy the greatness of the Lord. Mungu awabarikie kile ambacho tumesema. Wale wametamani mashamba, pokeeni katika jina la Yesu. Wale mnatamani nyumba za ghorofa, pokeeni katika jina la Yesu. Wale mmelilia Mungu sana kwa magoti, mtoke hapo na ushindi. Kwa sababu mawazo ya mtu mwenye bidii humpeleka katika utajiri. Simameni tu. Amen. Amen. Sasa ufunue tu kinywa chako dakika moja.